Na hiyo shimo tumefanya kwa miaka miwili. Na tulifanya kazi kama vile huwa tunafanya mpaka saa 3. Tulikuwa tunafaa toke saa 4. Fika saa 3 na dakika 20. Tulikuwa watu watatu. Sasa mmoja wetu mwenye alikuwa chini akafunikwa na mawe na tulishindwa kumuokoa na akakufa hiyo. Hapo tunafanyanga kazi hapo kila siku. Jana tulikuwa tunaenda hapo kufanya kazi. Tuliingia kwa shimo. Tulifanya kazi. Tukafanya kama tulikuwa tunamaliza kazi, tulikuwa tunataka kuvuruta viboi 2 hivi. Na mchanga ikatoka juu na ikaanguka. Ikapata huyo kijana yetu, eta Kennedy. Sasa huyo jamaa, hiyo mchanga ikafunika na mawe. Tukaenda chini, tukamwangalia, tukampata kama ameaga. Tukikuja hapo kwa shimo vile tunakujanga kama kawaida. Lakini kwa bahati mbaya, mmoja wetu hapo aliingia kwa shimo hadi mawe ikamfunika. Ni kuna huzuni sana kwa sababu wakati vijana walikuwa wanafanya kazi hapa, kitu yemeleta hii chance yote, kuna investor wengine anafanya kwa Eagle Company Limited. Yeye alilisu pande hii na akachimba na kawacha hivyo. Na wakati alikuwa analipua mawe ikaleta cracks. Na hizo cracks zikaenda mpaka kwa barabara. Sasa ndio imeleta hii shida. Sasa tunaomba serikali, sisi tumechoka ati kila wakati watoto wetu wanafanya kazi hapa wanakufa. Tumechoka. Tunataka serikali akuje hapa asimamize hizi shimo yenye kuna shida. Hii kifo imefanyika hapa, tumepiga pole kwa familia. Mimi mkaji hapa. Sasa tunaomba mtusaidie tutoe huyu jamaa ndio tupate vile tutaweza kuzika yeye, tupigie familia pole. Na hii mambo ya gold, wenye wanachimba gold wajue vile wanaingia kwa masimo. Alafu wapate historia hizi masimo vile zilikuwa kitambo. Ndio hii kifo irudi chini. Na ripoti eo niyo ĩgũkorwo ĩgĩtweka